Tangaza majengo yale makubwa yaliyojengwa kuanzia miaka ya 1800 na bado ni imara. Hata mimi niliona kule Ufaransa mwaka juzi nilipoenda. Yaani majengo yamejengwa 1780. Bado huwezi kuamini kama ni la siku nyingi. Utafikiri wamenisingizia. Sasa ndio wamesema hivi kwamba yale makanisa makubwa, majengo makubwa ambayo ya makathedral yaliyotumika yanakaa hayatumiki. Sasa wanaagiza yauzwe, yanunuliwe edha na serikali au na watu binafsi kwa matumizi mengine. Kwa hiyo kanisa moja kubwa limechukuliwa, sasa ni parking. Unajua ni parking ya nini? Ya baskeli. Yani kanisa kabisa, yani najenga kama ile zitu tumejenga, alafu baadaye wanapaki mabaskeli kuanzia kule juu. Ni kilio kikubwa sana. Uingereza, mmesikia yule tajiri mmoja ambaye ameenda kununua kanisa ambalo lilikuwa linataka kununuliwa kuwa msikiti. Akasema hapana, tukubali. Shida yenu ni nini? Hela. Chukueni hii hela. Alafu sasa anatangaza akiwepo mchungaji ambaye ni born again na ana mzigo aje afungue kazi. Sasa tuko hapo. Kwa hiyo kiroho ni kama huwa kizazi kinaweza kwenda vizuri, kinafuata baadaye wanageuka. Ukisoma katika kitabu cha Waamuzi kwamba baada ya Joshua kufa, kikainuka kizazi pamoja na wale watu wazima waliokuwepo, walioyaona matendo ya Bwana. Kikainuka kizazi ambacho hakimjui Mungu wala kazi zake na matendo yake aliyofanya. Kwa hiyo kwa maneno mengine, naongea na wazazi, tunao wajibu kweli kuweka mikakati madhubuti, tuhakikishe kwamba tunarithisha imani yetu pia kwa watoto wetu. Mungu asifiwe sana. Kila mzazi aweke mkakati. Usiashumu tu kwamba watakuwa vizuri. Unajitahidi sana kuwafundisha. Kuwafundisha au vijana wakubwa mnawafundisha maisha kabisa ya Kikristo, maombi, kutoa na kadhalika. Sasa hivi familia zetu mnajua tumevamiwa na hii mnaita utandawazi, mambo ya internet, kuangalia manani. Unakuta sasa inakuwa vita. Yaani hata katika familia sasa watu hawana muda hata wa kuomba, hata kusoma neno la Mungu kama kwa pamoja. Sasa watoto ndio wanazidi kukua, unakuta hatuwaachii kitu. Wengine tumepata neema, tumeokolewa kwa shida sana. Tunamjua Mungu, tunajua mkono wake na uwezo wake. Lakini watoto wetu inawezekana hawajapata hiyo nafasi. Kwa hiyo ni kama Mungu anatusukuma kuondoka hapa. Kama tuna miaka kama 30, ni kasoro miaka 10 kufuatana na Biblia, tutakuwa tunatimia kizazi kimoja. Sasa usijione kama tuko vizuri sana. Ni kwamba tunatakiwa tujue na watoto wetu wanapokea imani. Nilikuwa naambiwa kwenye grupu za vijana, mniunge Maganga, mniunge ili nijue. Nilikuwa naambiwa na kwamba kwenye grupu la vijana, yani kuna watu wanauliza, hivi ni lazima ujazwe Roho Mtakatifu? Ni mavijana kabisa ya hapa kanisani. Yani kweli wewe ni Pentecoste? Zamani kweli unaweza ukakaa bila kujazwa Roho Mtakatifu? Sio tu kujazwa na kunena kwa lugha. Sio tu kunena kwa lugha, na wengine wasikie, wathibitishe kama ni Roho wa Mungu. Na nyie wadada, likijana la namna hii likikwambia vipi I love you tu ya nini? Maana yake tusipoweka vizuri, kitakuja kuzaliwa kizazi ni wa FPST kabisa, lakini hawajui nguvu ya Mungu, hawajui maisha ya utakatifu. Ndio baadaye unaanza kushangaa wanaharibikiwa, wanapagawa mapepo na nini. Si unakuwa hauna ile nguvu ya Mungu ya kusaidia kushinda. Kwa hiyo tuko kwenye hicho kipindi. Nimepata kuvutwa na mfalme mmoja anaitwa Asa. Iko kwenye
Mambo ya Nyakati ya Pili sura ya 15. Tutaongea kifupi tu ili tufikie mwisho, tusichelewe sana, ingawa ni ibada yetu ya mwisho, isifanane na ibada zingine. Nilifanya hivyo makusudi kabisa, iwe ya kuaga kabisa kimama. Hata tungeweza tukafikisha saa 9, sio mbaya, mara moja. Mbona vijijini waga tunapiga mpaka saa 10 kasoro ndio tunaenda nyumbani. Si ya mwisho. Wanasema tonge la mwisho linakokota mboga zote, mpaka na mchanga kama upo. Ndipo roho ya Mungu ikamjia Azaria mwana wa Odedi, naye akatoka ili amlaki Asa, akamwambia, nisikieni Asa na Yuda wote na Benyamini, Bwana yu pamoja nanyi. Amen. Bwana yu pamoja nanyi. Amen. Mkiwa pamoja naye, nanyi mkimtafuta ataonekana kwenu, lakini mkimwacha atawaacha ninyi. Basi tangu siku nyingi Israeli wamekuwa hawana Mungu wa kweli, wala hawana kuhani afundishaye, wala hawana Torati. Lakini walipomgeukia Bwana Mungu wa Israeli katika msiba yao na kumtafuta, akaonekana kwao. Hata na zamani zile hakukuwa na amani kwake atokaye, wala kwake aingiaye, ila fadhaa kubwa juu yao wote wakao katika nchi. Wakavunjika taifa juu ya taifa na mji juu ya mji, kwani Mungu aliwafadhaisha kwa shida zote. Nanyi jipeni nguvu katika mikono yenu, isilegee, kwa maana kazi yenu itakuwa na ijara. Naye Asa aliposikia maneno hayo, yaani unabii wa mwana wa Odedi nabii, akatiwa nguvu, akayaondolea mbali machukizo yote katika nchi ya Yuda na Benyamini, na katika miji aliyoitwaa mlimani mwa Efraim. Akafanyiza tena madhabahu ya Bwana iliyokuwa mbele ya ukumbi wa Bwana. Kadhalika. Mungu asifiwe sana. Karibu sura yote inazungumzia juu ya unabii, ambaye huyu nabii anaitwa nani? Anaitwa jina lake Azaria mwana wa Odedi. Alimtabiria Asa pamoja na watu wa Yuda. Sasa kwa kifupi ni kwamba kuna mambo ambayo yamezungumzwa na ambayo mimi ndio nilitamani tu niwashirikishe kwa kifupi. Ninajua kutoka rohoni mwangu neno hili ni la Mungu kabisa, isipokuwa nimejifundisha pia kwa muda huu mfupi kwamba sio lazima ikiwa ni neno la Mungu labda tufanye fujo na matisho mengi na moto mkubwa na sauti kubwa sana. Hapana. Wakati mwingine Mungu huongea na sisi katika hali ya kawaida tu, kimya na bado anatujenga. Mungu ana sauti nyingi, hata ile sauti ya utulivu ni sauti ya Mungu. Siwezi kujua sana, huenda Roho Mtakatifu anataka kutupa tu picha ya mambo yanavyoendelea, na akitupa mfano huu wa taifa la Israeli na ufalme wa Yuda. Labda nikupe picha. Israeli baada ya Sulemani kufariki, aliyechukua nafasi yake alikuwa anaitwa Rehoboam. Rehoboam alikuwa ndio mwana wa, tuseme, mjukuu wa Daudi. Daudi alikuwa mtu mzuri sana na alifanya nchi ikaenda vizuri, na kutoka kwa Daudi ndipo akazaliwa mfalme Sulemani, naye alifanya vizuri mwanzoni, lakini baadaye naye akachemsha hapo. Kama sio neema ya Mungu, unajua Sulemani kama ingekuwa sio baba yake Daudi angeenda kuzimu. Kwa hiyo wakati mwingine kufanya vizuri sisi wazazi kunaokoa hata watoto wetu. Bwana tusaidie sana. Uniamini ninachokwambia. Yaani ukifanya vizuri wewe unawasaidia hata watoto wako. Hata ukiwa umekufa au umelala, anakumbuka kwamba huyu ni mtoto wa mtumishi wa Mungu aliyelala, atawatendea mema tu. Yeye anajiita nina bahati. Wanataka kumchoma na tairi ya baskeli ya gari.
ameiba kule sokoni, lakini akikumbuka kwamba bibi yangu alikuwa mcha Mungu, anasema Yesu wa bibi yangu, Mungu anamuokoa. Polisi anatokea, wanamtandika makofi, anakimbia, anajiita nina bahati. Kumbe matendo mazuri ya mtu fulani katika familia hiyo yanamuokoa. Bwana tusaidie sana. Kwa mfano hata hiyo neema ya wazungu imetembea sana, wameharibika juzi eti. Wazungu wameharibika juzi tu. Hata sisi ambaye tulibahatika mwishoni wa miaka 1999 hapo kwenda Ulaya, tunafahamu kabisa kiroho ilikuwa bado kizuri. Ilikuwa bado wanaweza hata wakasapoti kazi huku. Nilienda Uingereza, nilikuta majina kabisa ya wachungaji wetu, wengine wa Singida. Watu walikuwa wanakutana kwenye ibada, wanawasaidia. Lakini sasa hivi hakuna. Kwanza hata wenyewe hawakutani. Mafundisho potofu yaliingia. Kwa mfano Uingereza, kanisa ambalo mimi nilikuwa naabudu, yule mchungaji ni kijana. Baba yake ndio mzee ambaye alitupeleka kule. Akawa anafundisha kwamba sio lazima kukutana Jumapili. Mnaweza mkaenda bichi, mnatembea, bado hiyo ni ibada. Vijana wakisikia kwenda bichi Jumapili, sio lazima hii ndio yenyewe. Miezi 6 tu kanisa linakufa. Kanisa linahitaji nguvu kubwa, linahitaji kujitoa, linahitaji wakati mwingine kujifanya kabisa kama watu wanaishi roho tupu ili upate kuendelea. Bwana tusaidie sana. Sasa baada ya kumegeka, kukatokea ufalme wa kaskazini ambao ndio unaitwa Israeli. Ufalme wa kaskazini. Na huku kusini ikabaki taifa la kabila la Yuda na Benjamini, ambako ndio mji wa Daudi ulikuwepo. Na ndiko Yerusalemu ambako Bwana alichagua, na ndipo walipojenga na hekalu na kila kitu. Sasa yule mfalme wa kaskazini anaitwa Yeroboamu. Majina yanafanana. Yeroboamu mwana wa Nabati, sijui nani. Alipata washauri wabaya, wakamwambia hivi, maana zamani ilikuwa lazima mkutane Yerusalemu kwa ajili ya ibada mara 3 kwa mwaka. Sasa akamwambia hivi, wewe tumeshajitenga nao. Yaani kwa nini lazima tuende kule? Si tuabudie na huku? Na yeye akajenga sanamu katika mji wa Samaria. Wenyewe walibaki na kaneema. Kwa kweli ingawa waliharibika baadaye, lakini asilimia kubwa walikuwa wanamcha Mungu. Bado walikuwa wanatembea na Mungu, bado walikuwa wanatembea na hofu ya Bwana, bado waliheshimu makuhani, Walawi walikuwa wanawahudumia, kila kitu. Kwa hiyo neema iliendelea. Bwana tusaidie sana. Ndio hapa Bwana anatokea anawaambia hivi, Bwana yu pamoja nanyi. Mungu asifiwe sana. Haya sio maneno tu. Kwa kweli walikuwa bado wana Mungu. Bado walikuwa pamoja na Mungu. Na ndio maana alikuwa anawatia moyo wapate kuendelea. Sasa nabii anamuelimisha mfalme. Anasema hivi, mstari wa 3. Tangu siku nyingi Israeli wamekuwa hawana Mungu wa kweli. Unaona kinachotofautisha hapo ni Mungu wa kweli. Mungu wa kweli. Maana yake sio kwamba hawakuwa na Mungu, walikuwa na miungu, lakini haikuwa ya kweli. Usitishwe na kila kinachoitwa Mungu. Inawezekana ni Mungu kwa ajili ya hiyo dini. Inawezekana ni Mungu kwa ajili ya hiyo jamii. Inawezekana akaitwa Mungu kwa ajili, lakini je, ni Mungu wa kweli? Hapo ndio swali. Bwana tusaidie sana. Anasema Israeli hawakuwa na Mungu wa kweli. Hawakuwa na Mungu wa kweli kwa maana gani? Israeli, yani upande ule wa kaskazini, waliamua kumwacha Bwana, wakaacha na madhabahu ya Bwana, wakaacha na kumtumikia Mungu, wakajitengenezea sanamu na wakaanza kutoa sadaka kwenye miungu, na mambo yote ya kipagani yakawa yamewarudia. Kwa hiyo wakapoteza Mungu wa kweli. Ingawa walijiita wana kanisa, lakini walikuwa wamepoteza hiyo nafasi. Bwana tusaidie sana. Ndio maana unakuta yule mama Msamaria alimwambiaje Yesu? Akasema hivi kwamba sisi
tunaabudu Mungu katika mlima huu. Lakini Wayahudi mnasema kwamba lazima tukaabudu wapi? Yerusalemu. Simesoma hivyo eh? Yaani muende kwa yule Mungu wa kweli. Yesu akasema hivi kwamba kwa kweli wokovu watoka kwa wanani? Kwa Wayahudi. Kwa maneno mengine, hii Mungu mnayeabudu kwenye milima sio mwenyewe. Mungu wa kweli ni Mungu wa Israeli. Haleluya. Haleluya. Tuko pamoja jamani? Amen. Sasa hawa Israeli, watu wa kaskazini, sio kwamba walikosa Mungu tu wa kweli. Kulikuwa na changamoto nyingine. Pia hawakuwa na nani jamani? Simsome hapo. Hawana Mungu wa kweli, wala hawana nani? Kuhani afundishaye. Balaa ingine ikaja tena. Kaskazini, kusini upande wa Yuda wenyewe waliendelea na watumishi wa Mungu, watu ambao wameitwa na Mungu, watu ambao walikuwa ni uzao wa kikuhani, watu ambao walipewa hiyo neema. Na Mungu hafanyi kazi kinyume na mpango wake. Yaani ukikataa watumishi wa Mungu utahudumiwa na masangoma. Bwana tusaidie sana. Sijui kama mnafahamu, tuna bahati mbaya sana sisi wanadamu. Sisi wanadamu ni viumbe vya roho. Kwa hiyo kwa vyovyote, hata ungekataa kivipi, ukikataa kuhudumiwa na roho ya kweli ya Mungu, utahudumiwa na roho ya upotofu. Ukikataa kuhudumiwa na watumishi wa kweli wenye roho ya Yesu, utahudumiwa na watumishi wa uongo. Hauwezi kuwa neutral ukasema mimi sitaki. Utatumbukia tu. Bwana tusaidie sana. Mimi baba yangu, siko kwa ajili ya kutaja dini za watu hapa. Baba yangu sio kwamba alikuwa hana kanisa, hana dini. Alikuwa na dini, lakini ikimchemsha, Bwana alikuwa anatambika. Bwana tusaidie sana. Kabisa. Anatambikia. Nakumbuka miaka ya nyuma tulihama kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Namsikia kabisa anataja miungu ya kwetu na nini na nini, huko anamwaga maji. Lakini ana dini yake. Kwa sababu lazima uwe chini ya spiriti fulani. Maisha yameundwa hivyo. Lazima tu utakuwa chini ya roho fulani zinazokutawala. Ukiwa ndani ya Mungu wa kweli, atakutunza, atakuhifadhi, atakutetea, atakupigania. Amina. Amen. Sasa ukikataa Mungu wa kweli, maana yake utakataa watumishi wa kweli. Israeli waliwafukuza Walawi. Imeandikwa hivyo katika hii unaweza kusoma kama sio sura ya 20. Waliwafukuza Walawi, wakawaondoa, wakasema sisi hatuwataki. Dalili moja ya kwamba kiroho chako kimebanguliwa pia, hautakuwa na mahusiano mazuri na watumishi wa Mungu. Bwana tusaidie sana. Yaani kuna watu wengine kabisa, hata ukimwambia mama jina lako ni nani? Unaitwa nani? Bwana unanifuatafuata. Hata kama hasemi, lakini anasema moyoni, si yuko hapa kanisani anaogopa mashemasi watamkamata. Lakini moyoni akitoka pale anasema watu wengine jamani, yaani hili lizee mimi hata sijaliita. Nianza kuniuliza unaishi wapi na nini. Yaani unajisikia kero. Unasikia kama unaonewa. Hiyo ni dalili moja umebunguliwa kiroho. Mtu ambaye ana mahusiano mazuri atakuwa na mahusiano mazuri hata na watumishi wa Mungu. Bwana tusaidie sana. Nimewaambia wafundisheni hata watoto wenu. Wafundisheni hata watoto wenu. Huyu ni mtumishi wa Mungu. Hata akija nyumbani mnasikia vizuri kuliko mnamwona kama mgambo amekuja. Kwa hiyo hawa waliwafukuza, wakawafukuza watumishi wa Mungu, wakawafukuza Walawi. Na Walawi walipowaacha, wakaweka watu wa makabila mengine kuwa makuhani. Wakaweka hata jamii ambazo sio wana wa Lawi wakawa makuhani. Sasa wakazidi kuharibikiwa. Lakini upande wa kusini wao walibaki na makuhani kabisa halali. Mungu asifiwe sana. Na moja ya mafuta ya kuhani sio tu kutoa dhabihu. Mafuta ya kuhani ni kufundisha. Ukisoma katika Malaki sura ya 2 mstari wa 7 inasema kuhani yawapasa makuhani midomo yao kunena nini? Neno la Mungu, na watu kutafuta hekima na mashauri kwao. Makuhani wanakuwa na uwezo wa kufundisha,
wa kutusaidia. Watumishi waliopakwa mafuta na Mungu wanapewa neema ya kufundisha kanuni za kiroho, wanakuwa na neema ya kuweza kuwaelekeza watu mambo ambayo ukweli baadaye yanakuwa baraka kwa maisha ya watu milele na milele. Bwana atusaidie sana. Haleluya. Haleluya. Hivi wewe humuoni mchungaji ni mtu wa ajabu sana, ni tofauti sana, ni huduma yake ni ajabu. Huyu amekubatiza. Kama alianza amekuanza mapema. Huyu alikukuta uko na magonjwa ulionewa na ibilisi, akakemea mapepo yakatoka. Huyu ni mtu wa tofauti sana. Akakuombea ukajazwa Roho Mtakatifu kabisa. Badala ya mashetani sasa unajazwa Roho Mtakatifu kabisa, unasikia amani, unaanza kuimarika. Alikukuta huko kapuku. Yaani maisha shida, na ndio Mungu anatuokota huko. Yaani umekata tamaa, sio utabiriki. Yaani mtu akikuangalia anashindwa kukuelewa, lakini mchungaji hakukatii tamaa. Anazidi kukusaidia, anazidi kukuombea. Unaanza kutakata. Sisi wachungaji tunafundisha watu mpaka kufunga vifungo. Mimi nilikuwa kule Usukumani, majamaa yanatembea na kifua wazi namna hii. Lakini wameokoka na wamechazwa Roho Mtakatifu. Naanza kuwaongezea kwamba moja ya ishara kwamba umeokoka ni kufunga vifungo. Kufanya nini? Kufunga vifungo. Usitembee kifua wazi. Sasa wamezoea na ni joto kule. Yaani unashangaa wanatembea kifua wazi. Kidogo wananiona unasikia, "Shikamoo mchungaji." Huku na vifungo vinafungwa haraka. Tunakusaidia kuanzia chini. Unazidi kupanda. Waliokata tamaa shule tunaanza kuwaimarisha, rudi shuleni. Kwani yani anachukua muda mrefu sana kumuimarisha mshirika. Anazidi kumfundisha, anazidi kupata neema. Huyu mtu ni wa muhimu sana, ni baraka kwako. Mungu asifiwe sana. Baadaye unaanza unapata mchumba, unapata mdada mmoja, anakuja anasema tangu leo huyu na fulani ni mke na mume. Na kweli unaoa, sio utani. Siku ya kwanza unajua, unaweza kufikiri maigizo. Kweli unaoa. Na unaishi maisha mazuri. Baada ya muda unapata na watoto. Unaleta tena kwa mchungaji, "Nibarikie katoto kangu." Vikaona mnai kama vipanya, lakini ni kama mtu. Wachungaji wanapenda, wanakabariki, wanakumbatia. Na elezea tu mahusiano wa watumishi wa Mungu. Lakini bado pia wanakufundisha namna ya kukaa yako, wanakufundisha namna ya kuvumiliana, wanakutia moyo. Unakutana na matatizo yakaeka, wanaomba. Wachungaji hawaombagi muda mrefu, ni hamjui. Wewe unahangaika huko na limkwara lako, sijui matatizo ya kifamilia na nini. Nakueleza, muite mchungaji. Wachungaji wana neema. Usimuone hivi kama Epaphras hivi. Unamwona kajamaa kafupi. Kana neema. Kakija kakaunguruma tu kidogo. "Baba wa mbinguni, mikosi tangu leo isikaribie hii nyumba." Unalala salama. Sasa unaona Mungu aliweka utaratibu. Ametuwekea makuhani kuwa baraka kwetu. Ametuwekea makuhani kuwa kufanikiwa, kupanda, kuongezeka. Mungu atusaidie sana. Israeli walikosa kuhani afundishaye. Walikosa, maana walichukua majitu ambayo sio sahihi. Hawana hiyo neema. Watu leo maisha yako kwenye mashaka makuu. Na kueleza tatizo kubwa ni madhabahu. Wanafundishwa nini? Hizo madhabahu wanafundishwa nini? Watu wengi wamechanganyikiwa. Watu wengi wana mikosi. Wengine hata ndoa zao zimevunjika. Wengine wamechanganyikiwa. Yaani kuna vitu ukisikia utaogopa. Hebu uwe na Mungu wa kweli. Amen. Lakini uwe na kuhani afundishaye. Si useme amina. Amen. Na lingine, hawana torati. Torati maana yake inaambatana na mafundisho. Hawana sheria ya Bwana. Sheria ya Bwana sio ya kujitungia. Ogopeni sana mtu ambaye anahubiri kutoka, yani hatoki katika sheria ya Bwana. Hahubiri kwenye Biblia. Watu wengine wanasema hivi, "Unahubiri Bwana nini? Biblia iko ni kitabu cha siku nyingi. Sijui na nini. Hata wewe unaweza kupata ufunuo." Hamna ufunuo zaidi ya Biblia. Kama huwezi kuhubiri Biblia, wewe sio mtumishi wa Mungu. Wewe sio mhubiri wa kweli. Wewe unapotosha. Tuambie unayoyafundisha yameandikwa wapi? Mungu mnaangalia pamoja. Amina. Amen. Haleluya. Nini kinatokea? Hebu kama naweza kuongea kwa dakika 5, hebu nione kama naweza. Anasema hivi, hata na zamani zile hakukuwa na amani. Yaani mtu wa Mungu
Ukweli akikosa hivyo vitatu hawezi kuwa na amani. Patatokea vurugu, patatokea kuvunjika, patatokea mataifa kugongana, patatokea hali mbaya. Kwa nini? Ni kama watu wanaingia katika laana, kama wamemkataa Mungu. Ndivyo ilivyo kaskazini ilivyokuwa katika yale makabila 10. Hapakuwa na amani, waliendelea kuvutana, wakapata changamoto. Lakini huku kusini wenyewe wana amani. Bwana tusaidie sana. Mnisaidie kushika Biblia, mnisomee mistari michache ili nione. Biblia inasema hivi: Asa alipoamua kumtafuta Bwana, Mungu akambarikia, akampa amani katika mipaka yake yote. Amina. Amina. Jamani, niwaambie ule ukweli. Familia tunahitaji tuwe na amani. Mungu atusaidie tuwe na amani. Hujaoa chama pinzani. Wanasiasa mniwe radhi, maana nyinyi mnafikiri kila siku ni mapambano. Hujaoa, yani wewe kama ni Simba hujaoa Yanga kuja kushindana mtani wa jadi. Amna. Tushirikiane jamani, tuwe na amani. Vitanda vya wanandoa wasio na amani, badala ya godoro, yani ni godoro kabisa la inchi 6, lakini utafikiria unalalia ngozi ya nungunungu. Mnajua nungunungu? Hamwezi kujua. Ana miba namna hii, unachomwa, unashindwa kulala, kumbe ni godoro, lakini wewe unaona ni ngozi ya nungunungu. Nyumba ya namna hiyo, nyumba ambayo mwanamke kila siku anamfikiria kwamba hivi Baba wa mbinguni, mbona wanakufa waume wengine, huyu hafi? Hiyo nyumba haiwezi kuwa na maendeleo. Bwana tusaidie sana. Haiwezi kuwa na maendeleo, hamwezi kufanikiwa kabisa. Na mzee pia huko ananyamaza, anasema Baba wa mbinguni, juzi tumemzika mama fulani, sijui huyu wa kwangu utamchukua lini. Hiyo nyumba haiwezi kufanikiwa. Hata watoto hamwezi kuwalea kwa furaha, watapata shida. Siku zote mnatakiwa muwe na amani. Mungu atangaze amani katika maisha yenu. Mungu atangaze amani dhidi ya vita na wapiganaji wote wanaotupiga. Wastopishwe huko, kuwe na utulivu katika familia yako. Sasa hawa wana wa Israeli wenyewe hawakuwa na amani, mpaka wana vurugu, hawakuendelea chochote. Lakini hawa wa Yuda wenyewe mambo yao yakaendelea. Sijui ni sura ya gani akasema hivi kwamba wao wakastareheshwa, wakajenga maboma, miji ikaendelea. Mimi nawaeleza ukweli, hata wakati mnatafuta umeupata 14:6. 14:6 anasemaje? Anzia pale juu. Tena akaondoka kutoka miji yote na kuzitenda torati na amri. Tena akaondoka miji yote ya Yuda mahali pa kutoka miji yote ya Yuda mahali pa juu na sanamu za jua, ufalme ukafanya nini? Ukastarehe mbele zake. Mungu akaleta starehe. Mungu amletee mtu fulani starehe hapa. Haleluya. Alipopata starehe alilala? Hebu tumemtafuta Bwana naye ametustarehesha pande zote. Basi wakajenga, wakafanikiwa, si ndio? Yeye mwenyewe akamwambia, jamani, faida ya kumtafuta Bwana tumepata amani, faida ya kumtafuta Bwana tumefanikiwa. Sasa na tujenge, nchi bado iko mbele yetu. Hai. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Haleluya, haleluya. Narudia tena, kanisa letu tusingejenga lile kanisa kama ingekuwa wakati ule wa Varangati. Hili kanisa limepita mambo. Kuna kipindi yani watu wanagawanyika na nini. Ukiwa mchungaji unatakiwa kuvumilia tu yote. Kuna kipindi yani majitu yanainuka. Yani mchungaji kabisa, nimewaeleza kwenye historia, Mungu alinileta kabisa. Kuna watu yani walikuwa wanakesha waone kwamba mimi nafariki. Na wengine walikuwa wanahangaika ikiwezekana ni hame. Wengine mpaka wamempigia mzee Batenzi kwamba huyu ni mhalifu, aondoke hii kanisa. Kuna siku mzee Batenzi aliwahi kuja kusali hapa. Nyie mjui, aliwahi kuja kusali ghafla. Kumbe eti anakuja kupeleleza kwamba kanisa limetawanywa.
Mmetuletea mwinjilisti ambaye hana busara, anakanyaga juu ya pua za watu na nini. Mungu ni mwema. Tulikuwa tunaelekea hivi. Siku mzee amekuja ghafla, hata wa magoigoi ambao hata sijawapigia simu. Unajua Mungu kama anakuhurumia, anakuhurumia. Wakapata hamu kuja kusali. Wakajaa nchi. Walipojaa mzee akacheki hivi. Alikuja kuniambia huko, nimeletewa habari na watu wa Arusha kwamba huyu aondoke. Lakini mimi nikasema nitajionea mwenyewe. Maana imeandikwa usikubali mashtaka juu ya mzee isipokuwa kwa mashahidi wawili watatu. Nilipokuja bwana nikuta kanisa limefloat. Nikamwambia uje sasa hivi ndio utashangaa. Limeongezeka kabisa. Kwa hiyo sasa jamani tumepita vipindi vingi, nyewe mjui tu. Hiyo miaka 20 na nimeishi hapa, sio kwamba nimeona jambo moja. Nimeona mambo mengi. Nimekuta wengine wana ukabila. Yaani nikapiga vita vibaya mno. Na Mungu ni mzuri. Mimi kwa asili, kwa maana ya kabila langu, mimi natokea Singida. Lakini Mungu aliona ningetoka Singida ningeleta unyaturu hapa. Alinipeleka Usukuma. Hata nilipokuja familia yangu mpaka na watoto, watu hawakujua kabisa kwamba sisi ni watu wa Singida. Mpaka watu wanauliza, "Wewe ni Muna wa wapi? Shinyanga ina Muna?" Mungu akaua kabisa hayo maukabila. Kuna watu hapa walikwazwa. Walikwazwa. Namshukuru Mungu. Nilienda mpaka mzee, hata mzee alimjeruhi. Mama alikuwa anakuja, lakini mzee walimjeruhi. Akakaa nyumbani. Mzee Lengarivo mimi ndio nimemfuata. Mmuulize kabisa, mwambia mzee rudi. Nimekuja sasa. Mimi sina kabila. Na kwa taarifa yenu mimi sio Mnyaturu sahihi. I tell you. Sinaga. Kuna jamaa mmoja hapa alikija kusema hivi kwamba Wanyaturu mpo. Alafu baadaye naomba wimbo. Nikamwambia hata kama tungempa ile neno Wanyaturu mpo, asipewe milele kwenye hii kanisa. Alinifuata baadaye akanipigia simu, hata kama upo ngoja nikunyweshe Koloritia. Alinipigia simu anasema, "Mzee vipi? Mimi na huduma ya uimbaji." Nikamwambia, "Unajua ulipoharibu? Ulipouliza Wanyaturu mpo, mnataka kutambika?" Hii sio kanisa ya makabila. Hii sio kanisa ya makabila. Sasa kwenye mavurugu hayo, matakataka hayo yote hayaletagi maendeleo. Hamwezi kuendelea. Mkitaka kufanikiwa, ondoweni matakataka, tuwe na amani na utulivu. Tutafanya mambo makubwa ya ajabu. Kwa hiyo huyu Asa alifanya hivyo. Akaja mtoto wake zaidi, yeye ndio aliongeza kabisa. Nafikiri hata kuna mwingine alifanikiwa mpaka akatengeneza makombora. Mtanitafutia sijui ilikuwa ni mfalme gani. Yehoshafati alitengeneza mpaka makombora. Miaka ya zamani, lakini alitengeneza makombora. Yaani jiwe linatupwa mpaka kule mianzini. Linapiga kichwa ya jamaa fulani anaanguka. Wanasema hatujawahi kuona jiwe linaenda mbali namna hii. Akili inakuja pakiwa na utulivu. Haleluya. Tumtafute Bwana ili atupe amani na ili tuweze kufanikiwa. Haleluya. 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 Anapomalizia anasema hivi, Bwana yuko pamoja nanyi. Na anasema kwa hiyo mkimtafuta atawaonekania. Maana yake nini? Mungu yuko na sisi. Hata sisi hapa Kimama najua kabisa Mungu yuko na sisi. Lakini sio kila siku kwa kuwa yuko na sisi huwa tunamuona, yani tunafeel kama tuko na Mungu. Mungu ni ajabu sana. Kuna kipindi kabisa unaona kabisa, yani hata ukiomba haiwezekani. Ukinena kwa lugha ngumu, hujaua mtu, hujafanya fitina, hujaiba, umetoa na mchango umemaliza, lakini you just feel kwamba hayuko. Usiogope mwanangu. Kama Bwana yuko pamoja na wewe, ukimtafuta atakuonekania wewe. Kwa nini? Yuko na wewe. Yuko hapo. Kwa hiyo ni rahisi sana kumtafuta Mungu ambaye yuko na wewe kuliko Mungu ambaye hayupo. Asubuhi niliwapa mfano moja, nikasema hivi. Maganga akiwa amepata goldi au tanzanite, akaiweka mahali, baadaye wakati anatandika godoro, maana waga watu wanafukia kwenye godoro tanzanite msiweke chini ya godoro. Akiipoteza na anahakikisha hakuna mgeni wala mtu ameingia chumbani, atahakikisha anaitafuta.
Na je, akitafuta ataipata au haipati? Ataipata. Kwa nini? Iko within, iko kwenye hiyo nyumba. Lakini unaonaje Maganga akapitiwa, akaamka tunamkuta asubuhi anahangaika paka huku ufunguni nini? Natafuta Tanzanite. Wewe, hii nyumba ina Tanzanite? Inaweza ikapatikana Tanzanite hapo. Niliwaambia asubuhi, inabidi tumkamate, tumfunge, tumpige sindano azimie, tumpeleke Mount Meru na kumuongezea maji. Manake huyu atakuwa ni mgonjwa. Sijui umenielewa. Israeli hata unajua Israeli wenyewe walikuwa shida yao ni kwamba walikuwa wanajua Mungu. Wakikutana na matatizo, Biblia inasema walikuwa wanamtafuta na anawaonekania. Si wana habari kuna Mungu? Baada hapo tena wanamwacha, wanaendelea na masanamu yao. Lakini shida wao walikuwa na miungu mingi. Kwa hiyo wakirudi kwenye njia ile, miungu inawapotosha, wanamwacha tena. Ila Yuda wao Mungu alikuwa pamoja nao, akamwambia mtafuteni. Na si imeandikwa mtafuteni Bwana maadamu, kama maadamu anapatikana. Kuna wakati Bwana hafanyi nini? Kwa hiyo hakuna hiyo msamiati wa kumtafuta Bwana. Bwana na aende pamoja na sisi. Bwana na akatubarikie kule tunaenda. Hata usiogope, tukikutana na changamoto usikimbie. Neema yake itakuwa juu yetu na tutaona ushindi wake. Mungu akubariki sana. Unampenda Yesu? Unampenda Bwana? Bwana akupe amani. Bwana akupe furaha. Bwana akupe kufanikiwa. Bwana akupe kujenga. Jenga miji, maboma na maboma kabisa. Na kama tulivyosoma pale, na tuwafundishe na watoto wetu wamjue Bwana. Tusiende peke yetu, tuhakikishe tunaenda na watoto kama tulivyo demonstrate hapa, hata kama haikuwa nafasi ya kutosha, lakini watoto hawawezi kusahau. Mkienda tu watawaambia leo tulikuwa na bendera pale kanisani na nini. Unaambia hiyo bendera maana yake nini? Tutashikamana na Mungu wa Israeli maisha yetu yote. Haleluya, haleluya. Na tukiweka pale kanisani watakuwa wanaona, watasema ile bendera inazungumzia sisi na Mungu wa Israeli maisha yetu yote. Tusimame.